jasho linakuwa juu ya jasho, anaenda chooni hajitawazi sawa sawa, anarudi hapa ndani, anakaa na wewe karibu, anakaa na wewe karibu, unasikia harufu fulani fulani inzi wanaanza kufuatilia, inzi wanafuatilia. Nadhani uwezo ukafurahia, lakini mtu akiwa ameoga vizuri, amejipaka perfume amepaka poda vizuri, hata na wewe mwenyewe unafurahia kukaa naye, ananukia vizuri, lakini wewe mbona unachafua kanisa? Tuendelee tu kukuvumilia? Tuendelee tu? Anasema wewe nenda kahubiri wale wenye dhambi kule, mbona na wewe umechafuka? Lazima tuoge, lazima nikupeleke bafuni, lazima uoge. Mimi nitachukua na kiboko, maana nimezaa watoto. Wakati mwingine watoto wanakataa kuoga, lazima kuwashikia kiboko, waoge kwa kiboko. Haleluya, haleluya. Ukimpeleka mbuzi au ng'ombe bwawani kunywa maji, unaweza kumfikisha akayaangalia tu hivi, unaweza kumwambia kunywa maji, anakuangalia tu namna hii. Haya, mwingine naye hapa tunakwenda bafuni, tunamvua nguo, ingia bafuni, anaingia bafuni, anakaa tu hivi, anasimama tu, oga basi, anakaa tu. Sasa huyu mtu tumfanyeje huyu? Biblia inasema mtu akionywa mara nyingi, akishupaza shingo yake inafanyaje? Inavunjika. Sasa kabla hatujafika huko, nikupe tahadhari, tujifunze somo la kutubu na kuachana na dhambi na kuwa watakatifu. Mungu wetu ni mtakatifu. Hii ni agenda, ni lazima kila mmoja aichukulie umuhimu. Hatuwezi kuendelea tena, tumeshaweka full stop. Kwanza tuangalie kwanza, tujichunguze. Na tunapozungumzia jambo hili, lazima tuambatanishe na maandiko ili watu waelewe. Hata Bwana Yesu wakati anaanza kuhubiri, alianza kuhubiri kwa kusema tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Haleluya. Yohana Mbatizaji pia akasema tubuni, na wahubiri wengine wote walianza kwa agenda hii. Ni nguzo ya muhimu katika maisha ya kiroho. Lazima tusikubali, lazima tukubali kwamba hii ni nguzo ya kwanza ambayo inaweza kubeba maisha yako. Kama unataka mafanikio, jitakase, uwe mtakatifu. Haleluya. Unataka kuinuliwa, jitakase. Unataka shetani akukimbie, jitakase. Haleluya. Sasa hebu nikushirikishe tu mistari michache. Hebu tusome kitabu kile cha Warumi sura ile ya 6 mstari wa 1 na wa 2. Ndugu mmoja ashike maiki aanze kufuatana na mimi. Nataka kufundisha vizuri. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na mstari wa 1 inasema, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Unaona, haya maneno hayazungumzwi kwa mpagani. Maneno haya hayaandikwi kwa mtu ambaye hajatubu. Huyu mtu alishaacha dhambi sasa, lakini anataka kuendelea kufanya dhambi tena. Alitubu dhambi, sasa anataka kuendelea kutubu, anataka kuendelea kufanya dhambi ili neema izidi kuwa nyingi. Yaani watu wengine wakishaokoka wanaona ni kama mashine, anaona ni kama automatic. Kwa hiyo yeye anaendelea tu, akifanya kosa sawa, anaendelea tu. Hapana, lazima tuwe na tabia ya kutengeneza mambo na Mungu wetu. Haleluya. Lazima ujifunze
lazima nijifunze. Kwa hiyo kitabu kile cha Luka 13 mstari wa 3 mpaka 5, kitabu cha Luka sura ile ya 13 mstari wa 3 mpaka 5. Soma. Luka sura 13 mstari wa 3. Nawaambia, sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia, sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Hebu tusomee tena kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 8. Mathayo sura ya 3 mstari wa 8 inasema, basi zaeni matunda yapasayo toba. Bwana Yesu asifiwe. Zaeni matunda yapasayo toba. Watu wametubu, hakuna chochote kilichoonekana. Umetubu hakuna mabadiliko. Umetubu, moyo wako bado mchafu. Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Umetubu, bado ni mwizi. Umetubu, bado ni mwongo. Umetubu, yani kuna vitu vinaonyesha hiyo toba hiyo haina matunda, haina matokeo, hakuna kinachoeleweka. Watu hawaoni tofauti kabla hujatubu na wakati baada ya kutubu. Hakuna tofauti, uko tu. Mchana wa leo nataka tupige hatua. Haleluya. Nataka tupige hatua, tutubu. Wale watu waliotubu watubu tena. Ndio kule Mbeya nimekaa sana zaidi ya miaka 10. Makanisa kama ya Moravian na Roman wanalo neno wanasema sala ya kitubio. Kila Jumapili kuna kitubio. Wanatubu dhambi zao. Tunawacheka, lakini nataka kuambia wana akili. Wewe umeoga mara ngapi? Wengine leo wameoga mara 2. Alioga kwanza akafanya shughuli za bustani, afu baadaye akaingia kuoga tena. Na mchana ataoga tena, na jioni ataoga tena. Na kila unapooga unajipaka poda na sabuni. Jamani, roho yako, moyo wako unahitaji kusafika kila wakati. Watu wanachafuliwa, na hata na watu wengine. Watu wanachafuliwa. Labda hujaelewa, lakini nataka kukuambia hivi, ufanye bidii sana kufuatilia neno la Mungu. Utawakuta watu walitubu dhambi, hata kama walikuwa wasafi bado waliendelea kutubu. Toba sio ubaguzi kwamba wale wapagani ndio watubu. Wewe na mimi, hakuna cha padri, hakuna cha mchungaji, hakuna cha mzee wa kanisa, hakuna cha mwinjilisti. Wote lazima watubu mbele za Mungu. Nataka kukuambia hivi, kama malaika hapa anakuambia angeshuka aanze kukagua watu juu ya dhambi walizo nazo, watu wengi tungekamatwa. Na tumwambie akae pale mlangoni, aweke mabawa yake namna hii, alafu kengele humu, alafu Mama Protas pita, kama vile airport tunavyopita. Utashangaa kengele zinalia nkonkolo. Nini tena? Unavua mkanda, pita tena kengele, viatu. Yani tutajikuta humu ndani. Labda na mtu mmoja alikuja akatuambia hivi, Yesu akirudi hapa watu 3 tu ndio watakao kwenda mbinguni kati yetu wote. Sasa ni nani kati yetu? 3 tu ndio watakao kwenda mbinguni. Na hakusema ni nani. Tuanza kuangaliana, nani sasa? Usafi wa moyo
ni muhimu sana. Haleluya. Tutakwenda kusoma Biblia tuone kwa kweli somo hili ni muhimu katika maisha yako. Usikae tu unakuja unaondoka. Wengine hata wanapokuja humu kanisani hawana ajenda ya kujitakasa. Yaani anakuja tu, anakuja kama kuangalia hivi kinachoendelea, hii kama vile hahusiki. Anakuja anashe. Mwingine nilimkuta anasoma hata gazeti la Nipashe humu kanisani. Amekuja, ametoka nyumbani. Sasa kama ni gazeti sio kasomee nyumbani, kwa nini usome Biblia? Anakuja anaanza kusoma gazeti la Nipashe. Au anaingia kwenye mtandao anasoma, anatafuta wa Mwananchi ndio anasoma. Yuko kanisani. Hiyo Mwananchi itakutakasa wewe? Itakusaidia nini hiyo Mwananchi? Mwanahalisi. Unaanza kuangalia mambo ya Yanga na Simba humu ndani. Tutafika wapi hapa? Yaani kuna mchanganyiko. Jamani, sisi tunakwenda mbinguni. Haleluya. Tuko kwenye shughuli ya kwenda mbinguni. Haleluya. Watu hawa wana wa Israeli walipokuwa wametoka Misri, walikuwa wameanza safari. Na sasa lazima kuna mambo walifanya ambayo yanafanana na safari yetu. Haleluya. Safari yetu ya kwenda mbinguni. Wana wa Israeli walipotoka Misri wanakwenda Kanaani, wanafika mahali wanafanya vitu. Na sisi tumeokoka, tunakwenda hatua ya kwanza. Hatua ya pili lazima tufike mahali tufanye vitu. Funika macho yako. Funika macho yako. Mungu, ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa neno takatifu, neno lenye nguvu. Umesema neno lako ni kama upanga, ni kama moto. Naomba upanga upite katika moyo wa mtu huyu ili apate kujifunza, aelewe. Neno lako lilipita nyakati za Agano Jipya katika Matendo ya Mitume. Watu wakasema, wamechomwa mioyo yao, wakauliza tufanye nini? Petro akasimama akasema, tubuni, maana na jambo la kufanya. Ninakusihi Mtakatifu, watu hawa kuna jambo la kufanya. Tuko hapa mbele yako. Bwana, tufundishe sasa. Mfundishe mama huyu, mfundishe baba huyu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hebu nikukaribishe katika darasa hili. Naomba uelewe vizuri. Hebu naomba unielewe vizuri. Haleluya. Wenzetu watu wa Ulaya wana vipindi vya kufundisha watoto, na moja ya masomo wanayowafundisha ni usafi. Wanaanza kuwafundisha namna ya kwenda kutumia choo, namna ya kufua nguo, namna ya kutandika kitanda. Sisi waga hatuwafundishi watoto, wanakuwa kama kwale tu, wala hatuna haja nao tena. Nikimkuta anajisaidia mali ni kiboko, sina habari ya kumfundisha. Ukichafua choo kiboko. Hatuna nafasi ya kufundishana sisi. Yaani yule mtoto yeye anakuwa mwenyewe tu, anaelewa mwenyewe. Lakini wenzetu wanafundishana, wanawafundisha watoto hatua kwa hatua. Namna ya kutandika kitanda, namna ya kula mkate, namna ya kuoga. Na hasa shule hiyo huwa inafanywa na wamama. Maana wamama wao ndio wanakuwa na watoto. Sisi wanaume sisi shughuli yetu ni viboko tu. Akijisaidia akininyea kiboko. Sasa anabaki kujiuliza, sasa nimekosa nini? Kiboko. Lakini nataka kusema ya kwamba kabla hatujapata viboko vya Mungu, tujifunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujifunze kujitakasa, tujifunze kutubu. Sio vibaya. Haleluya. Sasa wenzetu hawa wana wa Israeli wakawa wakatembea, wanatoka Misri, wanazunguka pale kwenye milima, wanakwenda. Lakini kumbuka, walipokuwa wanatoka Misri waliambiwa wanakwenda kwenye nchi ya ahadi.
wanakwenda nchi yenye maziwa, nchi iliyojaa asali, nchi nzuri sana. Lakini unafikiria hapo katikati hawakufanya dhambi? Hawakufanya dhambi? Si nchi wameshaambiwa ni nzuri? Na kuambia hivi waliofaulu kufika katika nchi ile, unawafahamu ni wangapi? Wawili tu kati ya malaki na maelfu ya watu. Watu wawili tu ndio walioingia katika nchi ya ahadi. Sababu ya dhambi waliishia jangwani. Haleluya! Bwana hapendi apotee hata mmoja kati yetu, anatutakia mema. Wengine humu ndani wameshaamua hawaendi mbinguni. Sasa tutafukuzana humu ndani mpaka yani tutafukuzana maana hatuwezi kukubali uchafu uendelee. Tutakukamata kwa nguvu tukuogeshe, ukikataa tunakupiga viboko, ukitushinda tunakuachia kanisa, tunahamia nje. Nimesema hata asubuhi, wale ambao tutakuwa safi tunahamia nje, darasa la watakatifu, tunaanza kusali pale nje. Mkitutoa nje kwenye kanisa tuna kodi matenti, tunahamia nje. Mkitutoa kwenye kiwanja tunanunua kiwanja kingine. Haleluya! Maana lazima tuelewane. Wewe ambaye hutaki kwenda mbinguni tukuache, maana sasa usihutaki. Lakini kabla hatujakata tamaa, hebu tukufundishe ili tusipate lawama. Uendelee kufanya dhambi kwa shingo ngumu yako, lakini kutoka hapa madhabahuni tunakwambia utubu dhambi zako na kumwamini Bwana Yesu. Bwana Yesu anaandaa kanisa, anaandaa bibi harusi, anaandaa kanisa lisilokuwa na makunyanzi, kanisa safi. Haleluya! Wewe unacheza na Bwana Yesu bwana harusi? Bwana harusi ndio achukue kanisa la ovyo ovyo hili lilo, yani bibi harusi aliyejaa matongotongo, ambaye amejinyenyea, ana matope. Hapana. Sisi kama wapambe wake sisi ni wapambe, lazima tumhakikishe tumemsaidia kumpamba bibi harusi. Haleluya! Wewe ni bibi harusi, kumbuka. Wewe wakati nakaoa kale kabinti nilikuwa nakutana nako, kanajipamba, kanajiweka vizuri. Siku ile ya harusi mimi nikavali suti langu, hata kama lilikuwa sio zuri, lakini lilikuwa nimependeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa naingia pale kwenye harusi, naingia kwa muziki. Sasa naenda nakata kona, nakuja, alafu naambiwa geuka tena, naenda kumpokea bibi harusi. Haya, mfungue fungua shela uone kama ndio yeye. Nilipofungua hivi nikasema ye, mbona ni kama nyanya, uso umeng'aa, hivi ni yeye kweli? Kaangalia vizuri, kaangalia masikio, ni yeye. Haleluya! Wanabadilikaga. Baba mama Kio, wewe unaonaje? Kio yuko wapi? Hayupo, anaweza akawa shahidi. Huwa wanabadilika, wanaandaliwa vizuri. Unaweza ukampotea ukafikiri labda mdogo wake. Haleluya! Sasa kwa nini kanisa tuliache hivi? Kwa nini tuliache hivi? Kwa nini ukae hivi? Wewe ni bibi harusi, hata kama wewe ni Mr. Kio, na wewe mwenyewe ni bibi harusi wa Yesu Kristo. Wote pamoja ni vigelegele tutapiga. Haleluya! Lakini sasa hapa tunapoangalia wenzetu walifanya nini? Hebu tusome kitabu cha Yoshua. Yoshua sura ya 1. Ni safari ya wana wa Israeli. Sasa Musa amefariki, amebaki Yoshua. Sasa wanataka sasa kwenda, na nia yao kubwa ni kwenda ili wapambane na maadui hawa, alafu washinde, waingie katika nchi ya ahadi. Na sisi tuna maadui wengi sana huko njiani. Nia yetu ndio pambane, tushinde, tuingie katika ufalme wa Mungu. Haleluya!
Hebu soma Yoshua sura ya kwanza mstari wa 17 na 18. Mstari wa 17 nasema, kama vile tulivyomsikiliza Musa katika mambo yote, ndivyo tutakavyokusikiliza wewe. Bwana Mungu wako na awe pamoja nawe tu, kama alivyokuwa pamoja na Musa. Mstari wa 18 umefika. Kila mtu atakayeiasi amri yako, asiyasikilize maneno yako katika mambo yote utakayomwamuru, atauawa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Hilo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hao watu wanakaa wanaanza kufanya makubaliano namna tutakavyosafiri. Lazima tusafiri katika njia ya utakatifu. Lazima tujitakase ili tushinde maadui. Lazima tujitakase, tutembee tukiwa safi. Haleluya, haleluya. Sasa Yoshua akawaeleza mambo mbalimbali. Wao wakajibu wakasema, Bwana, sisi tuko tayari kukusikiliza wewe. Maana sisi tulimsikiliza Musa, sasa tuko tayari kukusikiliza wewe. Haleluya. Tuko tayari kukusikiliza. Na yoyote ambaye atakwenda kinyume atubu. Atubu. Yoyote atakaye kwenda kinyume afanyeje? Swala la kutubu halipo tena hapo, ni kuuawa. Kwa sababu unataka kuondoa uovu hapa. Mambo ya kutubu haya yatatuchelewesha. Watu wanatubu alafu wanarudia tena. Ni kumaliza mzizi wa fitina. Tutakapokuwa tumemgundua Esther amefanya dhambi, ni kumuua, asije akaeneza hiyo dhambi. Haleluya. Haya ni makubaliano. Amina, amina. Hakuna mjadala. Hakuna angel, hakuna mjadala. Atakaye kwenda kinyume tunafanyaje? Tunamuua. Ieleweke jamani, tunaanza safari. Hatuna mchezo hapa. Wakaanza safari. Mji wa kwanza kukutana nao ulikuwa ni Yeriko. Haleluya. Jamaa yamejitakasa bwana, sio mchezo. Yamejitakasa, yamesali. Mungu yuko pamoja na menyewe. Bwana akayambia, nitawaonyesha jinsi hii nguzo ya utakatifu ilivyo nzuri. Hakuna kupigana kwa mawe wala kwa bunduki wala kwa risasi wala kwa mikuki. Sasa wapangeni waimbaji mbele, alafu wanaofuata ni makuhani. Siku ya kwanza mnapita mnazunguka. Siku ya pili pia. Siku ya 7 pigeni tarumbeta. Haleluya. Jamaa yakaanza. Kila siku yanajitakasa, yanazunguka. Kila siku yanajitakasa, yanazunguka. Siku ya 7 ukuta wa Yeriko yakaingia ndani kuteka mateka. Sasa hapo ndio shida ilipoanzia. Shida ilianzia hapo. Kumbe ndani yao kulikuwa na kamtu. Ndani yao kulikuwa na kamtu kamoja kajizi, kalikojaa tamaa. Ndani yao kulikuwa na mtu mmoja ambaye ana shida. Walielekezwa kwamba watakapokwenda watavikuta vitu vya thamani. Watakapovikuta vitu vya thamani, dhahabu, fedha na vitu vingine, viletwe hekaluni. Kenyewe kakavichukua vitu vile na joho, kakakimbia navyo nyumbani, kakaenda kuchimba, kakachimba, kakafukia. Alafu kakarudi kwenye kusanyiko. Haleluya, 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 haleluya. Kumbe kameiba. Tujizi tumo humu ndani. Mtu kameokoka, tumekaongoza sala ya toba, tumekabatiza, lakini kama humu ndani ukikaachia binti utamkuta tayari ni mjamzito. Ndio shida. Kama humu ndani kama mwanaume kamoja ukikaachia, wewe bwana wewe,
Mzee Kosan, ukikaachia binti yako ujue baada ya miezi mitatu utamkuta ni mjamzito, lakini kameokoka. Ukikaachia milioni 10 kafanye biashara ya kununua mchele, ukija kurudi utakuta imebaki milioni 1. Mtu tumo humu ndani tunaendelea nato tu, ni tutenda dhambi kwa siri tunaendelea. Nataka kusema ya kwamba tunahitaji hata hako kasaidike. Haleluya. Bado tunakapenda. Jina la Bwana libarikiwe. Watu hawa wakapanga tena mpango kwenda kupambana na kamji kengine kanaitwa Ai. Sema Ai. Ai. Kamji kadogo sana, kadogo, wanaenda kupambana nako. Alafu wakasema hapa hako kamji kadogo sana, tutakapiga mara moja, maana kama Yeriko tumeiangusha. Kumbe dhambi imeshaingia tayari. Dhambi imeshaingia. Nataka kukuambia hivi, dhambi ikiingia moyoni mwako, usitegemee ushindi, usitegemee shetani utamshinda, usifikiri ugonjwa ule utaushinda, usifikiri yule mchawi utamshinda. Utapigwa. Tusome sura ya 7. Tusome sura ya 7. Tusome sura ya 7. Yoshua sura ya 7. Soma hapo. Mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Inasemaje? Lakini wana wa Israeli walifanya dhambi. Walifanya nini? Dhambi. Walifanya nini? Dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu. Maana Akani mwana wa Karimi mwana wa Zabidi mwana wa Dhela wa kabila ya Yuda alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Endelea. Kisha Yoshua akatuma watu. Tayari wamefanya nini? Wameshafanya nini? Sasa kama wazinzi wamo humu ndani, tutapona kweli? Mlimwangalia wewe kijana, si ulimwangalia yule mwanamke pale stendi, hukumwangalia? Si alikuwa ameinama wakamwangalia? Sasa tukuache tu tusikutubishe jamani? Tubu dhambi hiyo, ulimwangalia. Na nyinyi wanawake nyosha mkono juu. Nyosha mkono juu wanawake. Jeshi kubwa. Biblia inasema. Sema Biblia inasema ukimuonea hasira, ukimchukia mtu umemuua. Si ndio? Yaani ukimchukia au ukamfiolea umefanya nini? Umemuua. Unahesabika. Maana pale iliandikwa tu usiue, lakini wewe kwa kumchukia yule ndugu, kwa kumchukia yule mume wako, kwa kumchukia yule jirani, na wanawake ndio hasira hapa. Wewe mwanamke, hujamchukia yule? Hujaona hasira juu ya mume wako? Yule mume wako alivyokuudhi ukukasirika? Huna hasira kabisa. Nitafundisha hilo somo na lenyewe juu ya hasira. Lakini wanawake wanakuwa wepesi, yani wepesi kupata hasira. Kitu kidogo tu amekasirika, amevimba, hasemi, analia peke yake. Amekuwa kama chula, amevimba. Ana hasira huyu mwanamke. Tumwache hivi vya situbu kweli leo? Na hasira zake aondoke hapa kanisani? Hapana. Na wewe mwanaume, macho yako ya kuangalia wanawake mpaka unakwenda nao. Tukuache tu hivyo hivyo na macho yako yaokoke lazima. Haleluya. Haiwezekani tukuache hivi hivi. Na wanawake nao wapo wembamba, wanene, yani shida kweli macho haya. Lazima tukuongoze sala ya toba leo. Macho yako yapone. Na wewe mama, moyo wako mwepesi umekasirika. Tunataka upone moyo, uwe na moyo mkuu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunataka kanisa liende mbinguni. Hivi kweli kuna watu wako salama humu?
Sasa wale wanawake wazee humu ndani kuanzia miaka 50 kwenda juu, Biblia inasema msimwache mwanamke aishi mchawi. Na sasa nikawa najifunza, nafanya utafiti, wachawi wanaume na wachawi wanawake. Ukirogwa na bibi, afadhali ulogwe na babu. Yaani ukishalogwa na bibi, yani huponi, afadhali ulogwe na babu. Sasa hawa kina bibi waliomo humu kanisani, kama bado wanaendelea na uchawi, tuwaache tu, hatutawaua, lakini watubu dhambi zao. Mungu atusaidie sana. Wale watu ambao wanahitaji rehema ya Mungu, tuwaombee watu hawa, na wao wakubali hata kama wameokoka, lakini kuna mambo yanaendelea kufanyika ambayo si sahihi, si sawa, sio sawa. Akani tunaweza tukamcheka, lakini yeye aliacha kufata maagizo. Na wewe sasa hivi tumetangaza mchango, hatujatangaza mchango wa ujenzi, umeshatoa. Sasa si sawa na Akani tu. Tumesema hivi, kila mtu atoe zaka na atoe na sadaka, umeshatoa. Wengine eti wanasema wamemkopesha Mungu, watatoa mwezi ujao. Sasa kama ndio tunarudi nyakati zile, kwa nini tusikupige mawe? Tubu dhambi hiyo, rekebisha mambo, jitakase. Wanaume nao ndio wamezidi, wanawanyanyasa wanawake. Mungu anachukia unyanyasaji wa kijinsia. Mungu anachukia kanisa lolote ambalo lina entertain wanaume kuwanyanyasa wanawake. Mungu anakuwa amekasirika. Hata katika kitabu cha Malaki anasema hataki watu wafanyaje? Waachane. Ndio mambo ya talaka haya. Nataka kuambia hivi, kila unaposhughulika na jambo la talaka ujihadhari. Aidha utakufa wewe au atakufa mkeo. Mkubaliane tu. Nani atangulie? Afe mwanaume au afe mwanamke? Bwana Justin, ni kukubaliana, maana si hamtaki kupatana. Mmoja wenu afe ili mmoja awe huru. Nikiwa natembea pale Ubungo, mvua nyingi ikaanza kunyesha. Sasa nikaona ngoja nijiegeshe niende kwa mpendwa mmoja. Nikapanda pale kwenye maorofa ya Urafiki. Sasa nilikuwa nimelowana na mvua sana. Mvua imeninyeshea. Sikuwa na mwamvuli. Nikaanza kujikung'uta ili nijiweke sawa kabla sijaingia kwenye nyumba ya mpendo. Wakati ninajikung'uta hivi, nikasikia baba mwenye nyumba anaomba. Alikuwa anaombea mke wake afe ili aoe mke mwingine. Anaomba, Bwana, naomba basi umchukue mtu huyu, ananitesa. Na kwa sababu kuna kamvua, yani amerelax, anajua yuko peke yake na mke wake hayupo. Sasa mimi nikanyatia mlango, nikagonga mlango, nkonko. Alafu nikasikia anasema haleluya, haleluya. Akarudi, akafungua. Mpendwa, karibu sana, Bwana asifiwe. Nikamwambia na bahati mbaya aliyekuwa anamuombea ni dada yangu kutoka Tabora. Eti anamuombea afe ili aoe mke mwingine. Nikamwambia, wewe bwana, sikiliza, maombi haya ni mabaya uliyokuwa naomba kwa Mungu. Sasa nataka kuyabadilisha. Mwaka huo unajua ilikuwa ni muda mrefu. Ni muda mrefu. Sasa hivi ni zaidi ya miaka 20. Nikamwambia sasa huyu mwanamke asife, tuombe hapa asife. Asema tuombe tena. Kwa nini unaomba dada yangu afe? Tukaomba. Nikamwambia mawili, akifa na wewe ufe.
Si mmekosana wote, kwani nani mwenye haki hapa? Haleluya. Mungu akusaidie. Afadhali kutubu kuliko kumwombea mwenzio afe. Sasa yule mtu alikaidi, hakutaka kusikia, akaachana na mke wake. Baadaye akaoa mwanamke mwingine. Mwanamke aliyemwoa mzuri kwa kweli kuliko huyo wa kwanza, kuliko dada yangu. Kwa sura mzuri. Inakubalika, wapo wazuri na wabaya wapo. Sasa akakaa naye mwaka wa kwanza, wa pili akapata mtoto wa kwanza, wa pili akapata mtoto wa pili. Ghafla namna hii akafa yule mwanamke. Akarudi kwangu tena. I say, amekufa yule bwana. Akasema naona imebaki zamu yangu sasa. Akasema sasa sioi tena, nitakaa hivi hivi tu. Haleluya. Lakini mtu kukaa katika hasira ya Bwana, kwa nini ukae namna hiyo? Kwa nini usitubu tu? Si ndio tunasema kwamba kubali afanyeje? Kubali aishe. Kwa nini usikubali kutubu? Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo Akani hakukubali kutubu, yeye akasubiri tu, na majamaa yakamkamata na yakamuua. Sasa tunapozungumzia, kama nilivyosema, kutubu sio kusema tu. Kutubu ni kukubali kugeuka, kubali kujutia makosa, kuomba msamaha na kuamua kutokurudia makosa. Lakini ni kugeuka. Kutubu ni kubadilika. Kutubu ni kujitakasa, ni kujisafisha. Kutubu ni kuungama. Haleluya. Hebu tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19. Na wewe utaniambia, kwani wewe unatubu? Mimi natubu kila siku. Duniani hapa hakuna mjanja, wote tutubu. Toba ni kwa kila mtu. Mstari wa 19. Tubuni basi, mrejee, ndio, ili dhambi zenu zifutwe, ndio, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwa kwake Bwana, kwa kuwako kwake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni agizo, tubuni. Tubu dhambi. Zinakuja nyakati ambazo utaburudika. Ukitubu dhambi, ukiacha makosa yale, ukiamua kurekebisha maisha, zinakuja nyakati za kuburudika, nyakati za amani, nyakati za furaha, nyakati za kicheko. Haleluya. Usipotubu, hali inaendelea kuwa mbaya. Usipotubu, unaendelea kushindwa. Dhambi inaendelea kukuzonga zonga. Lakini ifike mahali zije nyakati za kuburudika katika maisha yako. Amani ya Bwana ikapate kupatikana katika moyo wako. Hata kama mtu utakuwa unapitia matatizo ya kimwili, lakini ndani ya moyo wako una amani na furaha, ni vizuri zaidi. Haleluya. Jamani, umetubu dhambi halafu huna amani. Sasa tunazungumza katika kitabu cha Mathayo, toba iletayo matunda. Wale wamama wameimba wimbo wale wa Shalomu. Ule wimbo na upenda, tutauimba tena baadaye. Jamani, wewe tangu umetubu, moyoni mwako huna furaha, huna amani, hakuna mabadiliko uliyoyaona. Pengine hujatubu sawa sawa. Kwani ukirudia kutubu, kwani ni dhambi? Mwana mimi nirudia darasa la 7. Nirudia. Nikafaulu, nikaenda form 1. Walinikatili tu, yani hawataki tu niende sekondari, wakaniminya jina langu, nikarudia tena. Nikafaulu. Kwani unioni sasa? Si nirudia darasa la 7.
Na wewe wengine wanawezekana wamerudia hapo. Kwani kurudia ni dhambi? Mbona jana ulikula ubwabwa na leo utakula ubwabwa tena? Shida ni nini sasa? Kwa nini usirudi tena kwenye sala ya toba? Mahali pale ndio pa kuanzia. Ufunuo wa Yohana anatuambia lazima tuangalie mahali tulipoanguka, turudi, tutubu, tutengeneze. Tusijifariji. Wengine humu ndani wana mambo ya ajabu sana. Wanajihesabia haki. Wanaona wao ni watakatifu tu. Wanaendelea kufanya dhambi, wanaendelea kusema haka kadhambi kadogo haka, hakuna shida, Mungu atakasamehe tu. Tunataka ukatubu hata kawa kadogo. Kitabu cha kwanza cha Yohana. Naomba tuelewane. Hakuna mjanja juu ya dhambi. Hakuna mjanja yoyote hapa. Hakuna mjanja. Kitabu cha kwanza cha Yohana, sura ya kwanza mstari wa 5. Soma hapo. Mstari wa 5 inasema, na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Endelea. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Sasa kama wewe unasema una dhambi, unamfanya Yesu Kristo ni mwongo, na wewe mwenyewe unajidanganya mwenyewe. Nataka kukuambia hivi, ukiziungama dhambi zako, yeye ni mwaminifu, atakusafisha dhambi zako, anakuweka safi, unaanza kutembea vizuri. Na sisemi kwamba uendelee kufanya dhambi. Nataka kusema hivi, yaweza kutokea aidha ukakoseshwa au ukakosa mwenyewe. Sasa zote ni dhambi. Zote ni dhambi tu. Mke wa Akan alikwenda kuchomwa moto kwa sababu ya mume wake. Laiti angemhubiri mapema, wewe kwa nini umeficha? Kwa nini umeficha? Rudisha, peleka madhabahuni, angepona. Yeye akanyamaza. Mume wangu ameleta dhahabu, ameleta joho la Babeli. Unaendelea. Unaanza kufurahia mambo ya dhambi eti. Unaanza kufurahia mambo ya dhambi nimesema hata asubuhi kuna vijana humu ndani wamejiunga Freemason. Wanajiunga Freemason. Na wanawake mnawaacha tu. Mnaendelea kutajirika mnaendelea. Siku ya siku mtoto amekufa. Mnaendelea tu nyinyi, mnaendelea tu. Ni siri yenu. Mnaendelea. Siku ya siku itafika mahali watasema sasa tunataka mke wako tumule nyama. Hapo ndipo utakapokiona cha mtema kuni. Majamaa yenye mikia mirefu na meno yaliyokaa namna hii yatakuja usiku, na macho yametoa namna hii yanakuja kukuchukua mzima, yanaenda kwa kushughulikia. Si wewe unafurahia mume wako amepata hela ya Freemason? Hutaki kutubu dhambi? Tubu dhambi kwa ajili ya mmeo na kumwombea aokoke. Na mimi na katika jina la Yesu na mimi na damu ya Yesu iende kuangamiza hizo nguvu. Kama umepata utajiri wa nguma, ni katika jina la Yesu huo utajiri ufie hapo. Haleluya. Au unataka kwenda jehanamu na wewe? Alafu yale majamaa yaende akakule nyama. Na wanaume wengi sana wanaenda kwa waganga kwa siri ili kujihami, wasije wakaonekana wao wameshindwa. Lakini sisi wanawake lazima tuwe makini kuhakikisha kwamba Yesu Kristo anatawala maisha yetu katika familia. Vinginevyo wote mtachoma moto, wote mtaangamia. Sasa nataka kuambia hivi, dhambi ni dhambi. Dhambi ni dhambi. Lazima itubiwe hiyo. Lazima iungamwe hiyo dhambi. Lazima iungamwe hiyo dhambi. Kitabu cha Ezekieli sura ile ya 18 kama sikosei, sura ile ya 18 kuanzia mstari wa 4 mpaka 22 inatofautisha
kati ya mtenda dhambi na hukumu yake. Mwenye dhambi atachukua hukumu yake mwenyewe. Usifikiri mtoto atachukua dhambi ya baba, wala mama hatachukua dhambi ya mume wake. Huu ni wakati wa neema. Sasa hivi kila mtu atatembea, atachukua mzigo wake mwenyewe. Utakwenda kusoma, muda hautoshi, lakini nataka kukuambia hivi, kila mmoja ajiangalie mwenyewe kwanza. Kabla hujaanza kuangalia makosa ya mwingine, jiangalie mwenyewe. Je, unatembea sawa sawa? Uko sawa na Mungu au kuna mahali umeteleza? Na kwa nini mchana wa leo usitengeneze? Nataka kukuambia hivi, mwingine anaweza akasikia hii sauti ikawa ni sauti yake ya mwisho, ikawa ni sauti yake ya mwisho hapa sasa hivi, ikawa ndio mwisho. Kesho hautakuwepo tena duniani. Mimi naongea na wewe nikiwa na uhakika. Hapa nimeongea na mchungaji mmoja hapa, amekuja hapa, amerudi nyumbani, anafika nyumbani tu tayari ameparalyze. Hivi ninavyoongea sasa hivi amepooza upande mmoja na hata hawezi kuongea. Lakini tumeongea naye hapa. Je, kama hajajitakasa itakuwaje? Kama hajajitakasa itakuwaje? Hawezi kusikia, hawezi kuzungumza. Ukienda kumsalimia anakuangalia tu namna hiyo. Wewe baba fulani, mchungaji, hatikisi hata kichwa. Hapo yuko hapo anajisaidia hapo, anaendelea hapo na maisha ya namna hii. Sasa mtu kama huyu, wewe unafikiria ana muda wa kutubu tena? Ana muda wa kurekebisha maisha? Nataka kukuambia hivi, Mungu anapotupa nafasi kama hii, ni vizuri kuungama. Biblia inasema katika Yakobo, ungamaneni nyinyi kwa nyinyi mpate kuponywa. Alafu Biblia, hata nchi yetu hii tunaweza tukaiokoa tukinyenyekea, tukatubu. Mungu anaponya nchi yetu, Mungu anaponya kanisa, Mungu anaponya familia yako, Mungu anaponya ndoa yako ukitubu dhambi zako vizuri. Nataka kukuambia hivi, hata mwili wako unapona. Haleluya! Mwili wako una uwezo ukawa unaugua, unaumwa, lakini ukitubu unapona. Nimeona wengi tu unapona. Hali ya uchumi inaleta shida, ukitubu dhambi unapona. Haleluya! Bwana anakufungulia milango. Ana uwezo wa kukuletea, kwani hawezi kukuletea pesa? Yaani Mungu wangu huyu mzuri wewe. Mchungaji mmoja kule Bagamoyo ameletewa Samas kwenda mahakamani. Anataka kufilisiwa, maana alikopa mkopo. Sasa anataka kufilisiwa. Akaanza kulia, akatupigia simu. Sasa sisi hatuna uwezo wa kukusaidia. Si ulikopa mwenyewe? Akatubu mbele za Mungu kwamba Bwana Mungu, naomba unisaidie, naomba sitarudia tena kukopa, naomba tu Mungu unisamehe. Analia kama mtoto mdogo, na mke wake naye akamsaidia. Mungu, naomba tusamehe, umsamehe na mume wangu. Toba usiku kucha. Asubuhi akaamka, akaona ngoja niende nikaangalie mihogo kwenye shamba langu, angalau nipate hewa. Anakwenda namna hii, anamkuta dume la ng'ombe liko pale shambani, linakula nini? Linakula mihogo. Akasema, jamaa, toka. Alitoki. Akaenda kupiga taarifa, akatoa taarifa kwa mjumbe na mwenyekiti wa serikali za kijiji. Wakaja kumwangalia yule ng'ombe mkubwa sana kama nyati. Jamani, kuna nani amepoteza ng'ombe hapa kijijini? Wakapiga tangazo, hamna. Wakapiga taarifa mpaka kwa mkuu wa wilaya, hamna.
Wakamwambia, sasa mchungaji, huyu ng'ombe sasa ni wa miujiza. Sasa tunakuandikia kibali kwamba huyu ni ng'ombe wa kwako. Haya. Akasema, kwa hiyo amekuwa wa kwangu. Sasa amemuuza $1,500,000. Haleluya. Akaenda kulipa kule deni alilokuwa anadaiwa. Lakini ni matokeo ya toba. Hatujui huyo ng'ombe ametoka wapi. Kama ni mauzauza mimi sijui, lakini watu wamenunua, wamechinja na wamekula bucha. hivi wiki hii iliyopita. Sasa wewe unapokataa kutubu, wewe bwana unachelewesha miujiza yako. Mungu anaweza kufanya muujiza ukitubu dhambi zako. Haleluya. Ukitengeneza maisha yako, Bwana anaweza kutenda muujiza. Sikwambii utaokota ng'ombe, lakini kuna kitu utaokota. Kuna kitu kitatokea. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati ninamalizia, wangapi wanataka nimalizie? Haleluya. Ndugu zangu, nataka kuambia, wakati ninacheka lakini sicheki, ninaagiza kila mmoja ajikague mwenyewe na kutubu mbele za Bwana. Maisha tunayoishi tuhakikishe tunampendeza Mungu. Hata kama tumeokoka, lakini bado kuna mambo ambayo yamekaa si sawa. Mfalme Daudi alikuwa anaitwa mtu aliyempendeza Mungu. Unasikia? Daudi anaitwa mtu aliyempendeza moyo wa Mungu. Wewe unaitwa nani? Alimpendeza Mungu mpaka akampindua Sauli. Sauli ufalme wake ukaenda kwa Daudi. Huyu sio mtu wa kawaida. Alimuua Goliati. Alifanya mambo makubwa katika maisha yake. Siku moja wakati anaendelea na ufalme, siku moja jeshi lake liko vitani, yeye yuko kwenye kaorofa kama kale pale. Yuko kwenye kaorofa. Anakula upepo kama mfalme. Alipoangalia hivi macho yake yakakutana na mwanamke anaoga. Jamani, mwanamke huyu anaoga. Yaani huyu siwezi kumwacha. Huyu mwanamke huyu mzuri huyu. Hapana, siwezi kumwacha. Kumbuka Mfalme Daudi alikuwa ni kipenzi cha Mungu, lakini ameingia kwenye jaribu. Macho yake, kama nilivyowaambia, wanaume wana shida. Huyu mwanaume mwenzetu akamwangalia mwanamke. Mwangalia, akaona hapana, huyu siwezi kumwacha. Mwambia, kamanda, nenda kamkamata yule mwanamke. Jamali ikachukua bunduki, ikamfuata yule mwanamke. Ngongo, vaa haraka, unaitwa na mfalme. Anafika kule, anamwambia, wewe mama, nimekuona wewe mzuri sana. Nini? Hivi. Mimi nimeolewa, mimi ni mke wa mtu. Nakwambia hivi, mimi ni mfalme. Hakuna cha kuolewa hapa. Kwani mimi sijui kama umeolewa? Yule mwanamke akasema, na yeye sijui alikuwa ameokoka kidogo. Akaingia laini. Biblia inasema akafanya dhambi na yule mwanamke. Sasa amefanya dhambi, kitu kingine kikatokea tena. Shetani anamwambia, sasa yule mume wake sasa itakuwaje? Mfalme akapiga mahesabu. Akasema, si anaitwa Uria? Muiteni aje hapa, alafu nitamwambia aende kule kwa mke wake, ili tufanye mpango ijulikane kwamba mimba ni ya kwake. Jamali kaja, lipofika pale akaliambia, likakata kona. Alikwenda likasema, mimi siwezi kwenda kwa mwanamke yule, mimi niko vitani. Sasa mfalme akabadilisha gia, akasema, huyu mtu kwa kuwa anajifanya mjanja, sasa mpelekeni katika mstari wa mbele kule, mstari wa mbele vitani, auawe. Na kweli akapelekwa. Uria akauawa. Amekosa la pili tena, amemuua tena mtu.
Kwa hiyo akaendelea tu, haleluya, anaendelea kumsifu Mungu. Si ni kipenzi cha Mungu? Si ni Mungu, yeye ni rafiki yake Mungu akaona kumbe huyu mtu haelewi. Toba lazima iwepo. Amefanya hili, ataenda kufanya jingine. Sasa akamtuma nabii Jonathan, nenda kamwambie sasa. Unajua hadithi hiyo katika Mambo ya Nyakati inaelezwa nabii huyo alipomweleza akasema, ni mimi kweli. Kumbuka Daudi ni mfalme, lakini yeye hakujitetea, alitubu dhambi na akaomba rehema. Tusome kitabu cha Zaburi. Tusome Zaburi kwa sababu ya muda, tusome Zaburi, lakini kwa sababu ya mafundisho wewe utakwenda kusoma mambo ya Samueli wa pili, sura ile ya 12 mstari wa 7 mpaka 14. Lakini kwa ajili ya kufupisha mambo tusome kitabu cha Zaburi sura ya 51 mstari wa 1 mpaka 4. Hebu soma hapo. Huyu ni mfalme. 51 mstari wa 1 mpaka 4. 51 mstari wa 1. E Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako. Huyu ni mfalme anasema. Kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu. Unitakase dhambi zangu. Ndio. Maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu imbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mfalme anasema maneno haya, anaandika tena kwa maandishi. Hii ni dhambi iliyokuwa mbele yake. Anatubu mbele za Mungu. Amegundua amekosea. Nataka kukuletea habari za mfalme mwingine. Sio unafikiria watu wadogo tu ndio wanatubu, unafikiri na kuonea wewe? Hapana. Mambo ya Nyakati 33 mstari wa 1. Mfalme mwingine. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 33. Twende haraka ndugu yangu. 33 mstari wa 1. Mstari wa 1. Manase alikuwa na umri wa miaka 12 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 55. Akafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana sawasawa na machukizo yote ya mataifa aliyowafukuza Bwana mbele ya wana wa Israeli. Kwa maana wakapajenga tena mahali pa juu alipopabomoa Hezekia babaye, akazisimamisha madhabahu za Mabaali, akafanya na sanamu za Maashera, akaabudu jeshi lote la mbinguni na kulitumikia. Akajenga madhabahu katika nyumba ya Bwana, napo ndipo alipopanena Bwana katika Yerusalemu, litakuwako jina langu milele. Akajenga madhabahu kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni katika nyua mbili za nyumba ya Bwana. Tena akawapitisha wanawe motoni katika bonde la mwana wa Hinomu. Akatazama Bao, akabashili, akafanya uganga, akajishughulisha na hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi. Akafanya mabaya mengi machoni pa Bwana hata kumkasirisha. Akaiweka sanamu ya kuchonga aliyoifanya katika nyumba ya Mungu, ambaye Mungu alimwambia Daudi na Sulemani mwanawe, katika nyumba hii na katika Yerusalemu niliyouchagua miongoni mwa kabila zote za Israeli, nitaliweka jina langu milele, wala sitawaondoshea miguu tena Israeli katika nchi niliyowaagizia baba zenu, wakiangalia tu kutenda yote ni waamuruyo, yaani torati yote na sheria na maagizo niliyowaamuru kwa mkono wa Musa. Basi Manase
akawakosesha Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, hata wakazidi kufanya mabaya kuliko mataifa waharibu Bwana mbele ya wana wa Israeli. Naye Bwana akasema na Manase na watu wake, wala wasiangalie. Kwa hiyo Bwana akaleta juu yao maakida wa jeshi la mfalme wa Ashuru, waliomkamata Manase kwa minyororo, wakamfunga kwa pingu, wakamchukua mpaka Babeli. Hata alipokuwa katika taabu, akamsihi Bwana Mungu wake, akajinyenyekeza sana mbele za Mungu wa baba zake, akamwomba, naye akamtakabali, akayasikia maombi yake, akamrudisha tena Yerusalemu katika ufalme wake. Ndipo Manase akajua ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawa ni wafalme, lakini walikuwa wameelewa nguzo muhimu katika maisha yao. Kila walipokosea walifanya mambo ya ovyo, mambo mabaya. Kama huyu Manase, kila dhambi unayoifahamu aliifanya. Alifanya madhambi, alifanya uchawi, alifanya hivi, alimtukana Mungu, alimkasirisha Mungu, alimdharau Mungu, alifanya mambo mengi. Lakini mwisho wa mambo yote ile, Mungu akatuma jeshi la Babeli, akakamatwa huyo. Alafu ili apate kujua Mungu ni nani. Baadaye akili zake zikamrudia. Biblia inasema akaomba rehema kwa Mungu, akapata kibali, akamrudisha Mungu mwenyewe, akamrudisha na ufalme wake. Haleluya. Wewe waweza kuwa umefanya kadhambi hata kadogo na sasa kana kulemea. Nataka kukuambia, hata kama umefanya dhambi kubwa, Mungu yuko tayari kukusafisha na kukurejeza tena katika hali nzuri. Jina la Bwana libarikiwe. Ni ahadi yake kwamba akupende mpaka ufike kwake. Hapendi upotee hata mmoja. Manase akarudishiwa na ufalme wake. Naamini tangu siku ile, kila siku alikuwa anasema haleluya, 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 amen, haleluya, haleluya. Wewe ulikuwa umefungwa, umekamatwa, umenyang'anywa kila kitu, alafu unarudishiwa. Wengine hapa wamekamatwa, alafu wanateswa, wamefungwa. Sasa toba inakwenda kukufungua, toba inakwenda kukuacha huru, toba inakwenda kufanya urejesho. Jina la Bwana libarikiwe. Hayo ni faida kubwa sana. Kujitakasa ni faida kubwa sana. Nataka kumaliza siku ya leo, lakini nataka kukuambia nitaendelea na kitabu cha Danieli. Hiki kitabu tutakisoma, kitatuelekeza namna ya kwenda. Lakini nataka kumaliza katika ujumbe huu siku ya leo. Nataka kumaliza na mtu mmoja maarufu ambaye alikuwa ni mtakatifu, lakini alikutana na jambo zito, alikutana na majaribu makubwa ambayo yawezekana wengine hatujawahi kukutana nayo, na kama tungekutana nayo pengine tungemwasi Mungu. Huyu si mwingine ni Ayubu. Ayubu yeye alikuwa ni mcha Mungu, ni mtakatifu, aliyejiepusha na uovu. Soma hapo Ayubu 1:1. Endelea hapo tumalize. Nataka kuomba na watu ambao wanasubiri maombi. Ayubu sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Endelea hapo. Kwanza, palikuwa na mtu katika nchi ya Uzi, ndio jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Angalia, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa kwake wana 7 na binti 3. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Asante.
Huyu mtu tunafahamu habari yake, si ndio jamani? Habari za Ayubu si tunazifahamu? Ayubu ni mtu ambaye alikuwa tajiri, alafu tena alikuwa ni mcha Mungu. Naweza nikasema alikuwa mtakatifu. Lakini kitu gani kilimtokea? Kitu gani kimemtokea jamani? Ayubu mtu wa watu Ayubu huyu kitu gani kimemtokea? Ukisoma kitabu cha Ayubu utagundua ya kwamba shetani amekwenda kwa Mungu kuomba ruhusa ili ashughulike na maisha yake. Akampiga adui, piga Ayubu, pigwa, watoto wote wakafa, ng'ombe na mifugo yote ikafa, nyumba nzuri zote zikapigwa moto. Mwili wake ambao ulikuwa mzuri mwololo ukapigwa majipu. Vita ikaanza. Mke wake akasema, sasa wewe, hebu naomba sasa, nimechoka kuuguza majipu haya, umtukane Mungu wako ili ufe. Ayubu akasema, hapana, yaani mimi ninamuelewa Mungu, hakuna kitu kama hicho. Haleluya. Lakini habari za Ayubu zinaendelea. Ukifika mwisho ndio utaelewa kuna tatizo lilitokea. Ayubu, kuna marafiki zake wakaanza kumfuatilia, wanamweleza hili mara wanamweleza hili, wewe bwana usinge, lazima wewe umekosa, lazima ufanye dhambi, maneno mengi ya marafiki zake, mpaka mwishowe akaanza kumwambia Mungu sasa, akaanza kumwambia Mungu mambo mengine ya hovyo, akaanza kumwambia Mungu mambo mengine ya hovyo. Kwa hiyo akakosea. Sura ya 42 Biblia inasema, ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Ni nani huyu afichaye mashauri bila maarifa? Kwa maana nimesema maneno nisiyoyafahamu, mambo ya ajabu ya kunishinda mimi nisiyoyajua. Sikiliza na kusihi, nami nitanena, nitakuuliza neno, nawe niambie. Nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kufanya nini? Na kufanya nini? Jamani, mstari ule wa 6, mmechoka. Ayubu anasema nini? Na kutubu. Haleluya, haleluya. Ayubu anatubu dhambi za nini? Kuna mambo ambayo ameyasema hayako sawa, pamoja kwamba alikuwa mtakatifu, lakini Ayubu anatubu. Na alipotubu tu, Mungu anapokuja sasa, mstari wa 10 anasema, kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea radhi rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Ayubu asingetubu hapa, yani bao lilikuwa, shetani alikuwa ameshaingiza bao. Lakini Ayubu alijua msingi na nguzo ya kwanza ni kutunza utakatifu. Shetani anakuchokoza sasa hivi, kuna mambo anakufanyia sasa hivi umkosee Mungu, lakini kumbuka, kutubu ndio dawa. Mtakatifu Ayubu alitubu, Mfalme Daudi alitubu, Manase alitubu. Wote hawa wanaonyesha mfano, walipotubu Mungu alifanya kitu kizuri katika maisha yao. Haleluya. Na kuomba Mungu umfunulie mama huyu, na kuomba Mungu umfunulie kijana huyu, na kuomba Mungu umfunulie baba huyu yale aliyoyafanya katika maisha yake, yale aliyoyasema katika maisha yake, ili atubu, ili uteka wake ubadilike, ili maisha yake yabadilike tena,
yale yaliyoibiwa, yale yaliyoharibiwa na shetani uweze kuyarejeza Bwana. Msikie mtu huyu atakapokuwa anatubu. Atakapokuwa anatubu, msikilize ili apate kuendelea mbele, ili apate kuujia ufalme wako. Ninaomba Mungu msaidie. Unaomba Mungu lisaidie kanisa, liwe ni kanisa la kutubu, kanisa la kuungama dhambi na kuyaweka mambo sawa, ili tukapate kuurithi ufalme wa Mungu. Bwana, ninakusihi, nyosha mkono wako ukamguse mtu huyu ambaye amesikia ujumbe huu siku ya leo. Maisha yake yabadilike, maisha yake yabadilike. Hebu tusimame sasa, hebu tusimame sasa. Yawezekana wewe hujawa mfano.